shopping. Mwenye anakubaia suti. Mwenye hata huyo mwenye akubai suti na ndio wa kwanza. Huyo ndio atakayo leave ile mali yako. Sababu ni kama huyo ndio inaitanga like father like son. Kwa hivyo hata kama atakuwa na Wanjiku hiyo kijana unafaa umtafute. Kwanza huyo ndio anakushikilia anafaa kuulizi hiyo mali yako. Wachana na huyu wa Akinyi. Wa Akinyi ni kama hiyo ni kama iste. Hiyo wa Akinyi hakuna mahali yule wa kwanza. Sasa hapo tumezoea tabia mbaya. Ile ati nikuja na kuenda. Mungu huyo kijana wako ambayo alikuwa wa kwanza. Huyo mama mwenye unaona ni kama atoshi mboga tena. Akinyi ndiye anatosha mboga. Huyo ndio amebeba ile ujana wako, huyo kijana wa huyo mwenye atoshi mboga huyo. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuzingatia neno la Mwenyezi Mungu Wanjiku. Wazee tukue kale ka kijana kale sasa kuna mambo iko hapa Wanjiku. Na kama yule wangu ni wa kwanza ni msichana. Hapo itakuwa. Director, hakuna mtoto na mtoto. Hata huyo ni first born. Hapo na yule mwenye amezaa wasichana tupu. Utasema utaongelea nini? Hapo tutachanganyikiwa kidogo sababu yule mwenye amezaa wasichana tupu utamwambia aje nyaga. Sasa hapo sasa iko ndio utatanishi kidogo sababu Wanjiku nimezaa msichana na huyu msichana ameenda na ameolewa kwake huko. Kwa hivyo sasa ninafaa nimtafute tena huko ameolewa akuje nimpe. Hapo sasa tumechanganyikiwa hapo. Unaona hata director ameanza kutingiza kichwa. Sababu huyu mtoto sasa na kama kijana yule ambayo ni wa pili ama ni wa tatu, huyo kijana ndio nitapea hii mali yangu akawa ndio anaulidi hiyo mali yangu hii. Sasa hapo nataka tufafanuliwe na mwenye anajua hapo tunaweza fanya nini. Lakini ni kama neno la Mwenyezi Mungu linasema kuhusu kijana. Kama anasema mwana ama ni kijana. Sasa hapo wewe director wetu hapo, hebu tuambie ni nini hapo kinaendelea. Sababu unaweza pata tulikuwa na Wanjiku na huyo mtoto wake wa kwanza alipata kijana, msichana sorry. Sasa nitatafuta huyo msichana na Asaro leo ndio sasa nikuje nimwambie unajua sasa ni wewe wa kwanza. Sasa nataka kukuachia hii mali yangu uweze Neno linatuambia ya kwamba nyaka. Unasikia vile neno linatuambia ya kwamba neno haliongelei kuhusu msichana wala kijana. Neno halituongelei kuhusu msichana wala kijana. Lakini ni onyo huyu mzee anapewa na Mwenyezi Mungu. Ni onyo. Hebu sikia hapa venye anaambiwa ya kwamba tutasoma kuanzia 16. Ndipo itakapokuwa ya kwamba siku atakayowaridhisha wanawe ile kugawa mali. Siku atakayowaridhisha wanawe alivyo navyo asimweke mwana wa apendaye kuwa mzaliwa wa kwanza mbele ya mwana wa aliyempenda. Aliyempenda kwanza mwana wa yule asiyempenda. Nasikia venye neno ni onyo linapea huyu mzee. Kwa hivyo haliongelei kuhusu kuhusu watoto, kuhusu ama ni kijana ama ni msichana. Unanielewa? Lakini neno linamwambia kwamba wakati atakapowaridhisha ile kugawia mali hiyo, wakati atakapowaridhisha mali, asimwekee mtoto kama ni ule mtoto mwenye hampendi, asiwekee ule mtoto mwenye ule mama mwenye anapenda zaidi, amweke ati yeye ndiye mbele. Kwa kuwa ya kwamba huyu mwenye hapendi inaonekana hapa ndiye alikuwa ameoa wa kwanza na wakazaa. Na akarudi akatoka na huko akaona skati zinatikika nje, akachukua mwingine na akalete kwa boma. Na hiyo 17 haya 17 nasema lakini amkubali mzaliwa wa kwanza mwana wa yule asiyempenda kwa kumpa mafungu mawili
katika vyote alivyo navyo. Mara ngapi? 2. Mara ngapi? Kwa maana ndiye mwanzo wa nguvu zake. Basi sikia, kwa haki ya mzaliwa wa kwanza ni yake yeye. Basi ate hiyo ndio haki ya mzaliwa wa kwanza. Tena unasikia ndio nguvu ya yule baba, ni nguvu ya kwanza ya yule baba. Sisi tunasema ni sisi, ni neno tu tunasoma. Kwa hivyo wewe ambaye unatupa yule mtoto, wale watu, yule mtoto ama watoto hata kama ni wawili Wanjiku, na unatupa unaenda kuoa wengine, kwa neno inakaa ni kama kitu useless. Unafaa uweze kuzingatia neno la Mwenyezi Mungu. Ndio umeoa wawili, huyu ndio nampenda, yule lazima kuja uagunisha pamoja, sababu kuna siku itafika uweze kuwatafuta ili ukaweza kuwapea ile haki yake, sababu hiyo ni haki yao. Kwa hivyo ni vizuri tukaweza kujua tuko wazee, basi tujue tuko wapi. Sio mimi na sio, unajua wazee wengi Nyaga hizi hawatabui hiyo, hawafuatilii hiyo, wanafuatilia sababu kale kinyika kana kuja pale na jeshi kubwa, ati wanaleta mali hapo, huyo ndiye atakuwa hiyo. Hakuna, hata kama utakuwa una mali anje, sio wewe utarithi ile mali ya mzee. Na ukirithi laana iko juu yako. Na wewe mzee ambaye unayoridhishia mwenye unapendelea, unamuridhishia watoto wake, jua wewe unaekea watoto lawama unawaekea laana juu yao. Maana neno la Mwenyezi Mungu ati nayo Biblia inatuambia kwamba ati hapo mwanzo kulikuwa na neno, nalo neno lilikuwa ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo ujue wakati ambapo tunasoma hapa, tunasoma Mungu, maana neno linatuambia kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno, nalo neno lilikuwa ni Mungu mwenyewe. Washeni neno likitukanya tuwe wa kusikia. Wewe ukiwa wewe mzee, jua neno linakuelekesha vinye unastahili kufanya, kugawa mali yako vinye unastahili kufanya Nyaga. Sio yule unapenda wewe ukiwa Nyaga wewe. Ukiwa wewe Nyaga, wewe naona Nyaga, mimi najua uko na mke mmoja. Usipojua kama isipokuwa na sijui kama uko na kinyi na hapo ama uko na mwingine. Sasa wewe neno wewe halikulengi. Halinilengi juu hata kama hako ama hayuko, lazima tusingatie ile neno, lakini lazima tusingatie neno la Mwenyezi Mungu. Maana hili neno likiandikwa, Mungu mwenyewe alikuwa anajua kuna watu watakaa mahali na wataongelelea hili neno. Andiko tukimaliza hapo, wazee tunataka tuende hapo kwa namba 18. Wazee tumepewa onyo. Sisi tuna watu wake wawili, watatu, wanne. Yule wa kwanza ujue huyo tu mwenye ulikataa akaondoka ukafunguza akaenda, huyo ndiye amebeba urithi wa mali yako. Andiko twende na hiyo ya namba 18. Kwa hivyo wazee hapo, najua mtataka kusikia, wacha tusikie kama hii nyingine kuna watu watapewa onyo. Ate 18. Mtu akiwa na mwana mkaidi, mshupafu, asiyetii sauti ya baba yake wala sauti ya mama yake, nao wajapo mwadhibu hawasikizi, ndipo babaye na mamaye na wamkamate na kumpeleka kwa wazee wa mji wake katika lango la mahali pake, wawaambie wazee wa mji wake, huyu mwana wetu ni mkaidi, mshupafu, hasikizi sauti yetu, ni mwasherati, tena ni mlevi. Waume wote wa mji wake na wamtupie mawe afe. Ndivyo atakavyoondoka afe, ndivyo utakavyoondoka uovu katikati yako. Na tena hapo akimalizia na hapo, Israeli wote watasikia na kuogopa. Hapo sasa ndio malengo yangu ilikuwa hapo ya kuogopa. Sababu una hapa Wanjiku tumekuwa standi tuliongelelea vile watu wanauana, alafu wanapelekwa huko, alafu wanaachiliwa under investigation. Hiyo ndio tulikuwa hiyo under investigation.
Lakini nisikia neno la Mwenyezi Mungu linasema ya kwamba kama huyu mtoto ni mkaidi. Mkaidi ni mtu ambayo hasikii wazazi wake. Anaambiwa hivi lakini yeye anaenda kinyume na vile ameambiwa na wazazi. Yaani anaambiwa ya kwamba unafaa ushike huyo mtoto na umpeleke kwa wazee. Lakini siku hizi wazee wale wanapelekewa ni akina nani? Ni serikali. Wanjiku ni vile nasema saa hii wazee ni kama sasa vile unaambiwa unashika unapeleka kwa watu wa nyumba 10. Si ndio? Hao sasa ni kama ndio wazee wale wanaokelelewa hapa. Wazee wa mji. Wazee wa nyumba 10. Kwa hivyo ni kama hawakuanza saa hii. Hawajaanza saa hii. Watu wazee wa nyumba 10 ni kama hawajaanza saa hii.